Wewe unaona changamoto gani, ama ukiimba hapa unaimba na mke wako, changamoto gani unazipitia? Okay, changamoto hutokea wakati mwingine huenda mmecrossiana kwa nyumba wakati mmetoka ili mkuje kwa ibada. So kuna huo changamoto kuona ugumu kwamba unajaribu like you are fooling God. Naam, bado tuko hapa Trust Ministry of Christ Church hapa side za Kenlands. So karibu sana. Huu dada hapa ni muimbaji, tusikie jina lake, anafanya hiyo uimbaji. Alianza lini? Kwa nini anafanya uimbaji? Aliota, alipigwa nduru, alichapwa akaanza hiyo kazi ama vipi? Dada hujambo? Mzuri. Habari yako? Mzuri sana. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Susan Akisa. Ama Mama Bright, Mama Henry. Nimeokoka. Nimeolewa na kuna mume mmoja ambaye nampenda. Haleluya, mume mmoja ambaye anakupenda. Uko sure anakupenda? Ananipenda. Na wewe unampenda? Kabisa. Okay. Sawa. Swali. Nasikia wewe ni muimbaji, si ndio? Ndio. Ulianza uimbaji lini? Uimbaji nilianza kitambo juu mimi nimelelewa katika background. Mamangu alikuwa muimbaji. Na sasa katika hiyo tunalelewa katika kidini pia. Nikalelewa tu Sunday school tunaimba pamoja. Paka venye imefika kiwango hii nikakutana tena na mume wangu pia alikuwa muimbaji. Sasa yeye ndiye alikuwa anatutrain zaidi. Ako wapi mume wako tumuone? Hayuko hapa? Yuko hapa. Kuja bwana. Akazidi kututrain. Uimbaji inataka moyo na uimbaji mzuri pia inahitaji kunyenyekea. Na ukinyenyekea unapotrainiwa inakubalika. Wewe umekuwa trained? Nimekuwa trained. Mzee wako ndiye alikutrain? Mzee wangu alikuwa na train lakini sikuwa namchukua kama mzee wangu. Nilikuwa namchukua anitrain pia nijue. Mchungaji, umeona hiyo maneno? So alikutrain akakukatia? Sio wakati tulikutana pamoja kindoa sana. Tulijuania hapo kwa kutrain ya kuimba hiyo kwanza? Hapana. Tukua tumejuana kwa kutrain. Haya. Tuseme hiyo wakati ulianza vipi? Uimbaji nilianza kitambo na uimbaji ni kutrain tu polepole. Wakati mwingine nikajielewa, nikajua kwamba naweza imba na naweza tumikia Mungu kwa uimbaji pia. So service ya leo imekuwa vipi? Service ya leo imekuwa mzuri, tunashukuru Mungu, na zaidi ya yote Mungu ndiye alituongoza pia. Unajua lazima ukiingia kanisani tunaomba kwanza kibali. Na Mungu akatupea kibali siku ya leo, service ya leo ikaenda vizuri. So katika hiyo hali ya uimbaji, je, umefikiria kutoa kanda yako na mume wako ama vipi? Hiyo ndio kitu yenye iko katika akili yangu, ama jambo ambayo liko katika akili yangu. Juu wakati mwingi pia unajua ukienda katika uimbaji na maombi zaidi, Mungu anakunenea na kuambia inafaa ufanye hivi na hivi, na unaongozwa na Roho. Na wakati itafika tu pia tunatoa kanda yetu tuonekane kwamba kweli tunatumikia Mungu. So mumeanza kuandika tayari? Kuandika bado basi. Changamoto. Ako wapi? Sikiza, next time nikitembea mahali hapa nataka kupata umeandika 5 songs. Inawezekana? Inawezekana. Amen. In Jesus name nimesema hapa na itafanyika. Yeah. So that's a very good kipaji Mwenyezi Mungu amekupatia, si ndio? So you have to use that kipaji. So this is husband wa Susan, bwana wa Susan. Bro, vipi? Salama. Haya, songa. Unaogopa mtu wako wewe. Mambo vipi? Salama. Anasikia nyinyi nyote ni waimbaji, si ndio? Ndio. So ulianza uimbaji lini? Sauti bwana, sauti ya mwanaume kunguruma kwa nyumba, hata zile vitu ziko kwa fence huko zinatoroka zote. Okay, majina naitwa Etiang Levis. Nimeokoka, nampenda Kristo na mimi namtumikia Mungu kwa uimbaji na wafundisha, nafanya evangelism pia. I do preach. Yes. You do preach. Yes. So huyu anasema kwamba unampenda. Hakika unampenda ama ni porojo? Mimi binafsi nampenda kama mke wangu.
Sawa. This is a challenge. Whenever mkifika pale nyumbani, nimemwambia sasa hivi. Next time nikikuja nipate mumeandika nyimbo ngapi? 5, si ndio? Si inawezekana? Ndio, kwa binafsi hiyo ndio moja ya wazo langu kwamba ni compose some songs, ni produce, ni peane watu, kwa sababu wimbo kama niko na wimbo ambazo nimeziandika mimi binafsi, niko na wimbo 3. So kenye tu nasubiria ni Mungu afungue milango za fedha ili niende kwa studio produce audio. So next time nikiwafanyisha interview, by the way, mchungaji, nitakuwa nawafuatilia sana kupitia kwako, nawafuatilia. We want what we want is number 1, you change people's lives through songs, ndio? Number 2, mjaribu kujikuza pia ama kujijenga kupitia hizo nyimbo, si ndio? So hizo ni nyimbo 3 uko nazo. Plus zangu 5 zote ni 8. Hiyo ni album nzima, sawa? So mjaribu, you never know. Mimi siwezi kukupromise kwamba nitawafanyishia whatever, but maybe somebody mwenye anakutana na video hii anajua kwamba nyinyi ni waimbaji. Na sasa kama nyinyi ni waimbaji, anaweza sema our support. You never know mipango za Mwenyezi Mungu. So this is a challenge to you too. Tafadhali mujaribu sana muweze kufanya nini? Kutunga nyimbo zenu, muimbe, alafu muone kwamba Mwenyezi Mungu atawaonekania through those songs. Wewe mwenyewe unafanya kazi? Kwa sasa sina kazi. Mimi nafanya. Unafanya? Ndio. So when you come together muimbe, hata kama umeenda umechoka, yeye amefikiria hizo masongs zingine nini, najua changamoto ziko mingi. Mkiamuka musali kwa pamoja na mcompose songs zenu, God will open way. Sawa. So nyinyi bado wachanga, so msingoje eti nyinyi ni wachanga ndio muanze, eti mkifikisha 40 eti ndio muanze, itakuwa too late. So wakati wa sasa hivi mchangamuke, si ndio? So ni nini inakusukuma uwe hiyo upande? Kwanza hapa kanisani kazi yako ni gani? Kanisani hapa mimi ni treasury ya wamama, na tena mimi ni muimbaji. Mimi I'm sitting on evangelism bench, youth patron and praise and worship chair. Okay. So thank you so much for that, kujitolea kutumikia Mwenyezi Mungu. Na maybe katika hii kazi zenu zote, wewe unaonanga changamoto gani kufanya hiyo kazi kanisa? Changamoto ziko, na pia kazi ya Mungu pia inabidi mtu ajitolee kibinafsi. Kama changamoto ya uimbaji nataka training, na uimbaji nataka pia unyenyekee. Na wakati mwingine maybe unaweza train na wenzako, inakuwa ngumu wengine kunyenyekea. Na uimbaji mzuri inataka kunyenyekea na pia kushuka chini. Na changamoto lingine maybe kuna wakati maybe huu ni mume wangu ananitrain, so unajua pia ile unachukua juu ni mume wangu akiniambia kitu maybe sitachukua. Lakini wakati mwingine nilikuja nikajielewa kwamba uimbaji lazima ninyenyekee, ili ufike mbali lazima pia unyenyekee, na zaidi ya yote kuweka Mungu mbele. Amen. So bro, wewe unaona changamoto gani, ama ukiimba hapa unaimba na mke wako, changamoto gani unazipitia? Okay, changamoto hutokea wakati mwingine, huenda mmecrossiana kwa nyumba wakati mmetoka ili mkuje kwa ibada. So kuna huo changamoto, kuona ugumu kwamba unajaribu like you are fooling God. So hiyo changamoto inakufanya paka hata unakuwa na wazo kwamba hata kuna haja nitumikie Mungu. Lakini all in all, we pray, you repent, pia unakuwa humbled, alafu unapata the spirit descends, and then unafanya kazi. Ndio. So that's the biggest issue. Biggest issue ni hiyo tu, kwamba when hizo conflicts na rise kwa nyumba na hamjakuwa na jinsi ya kuzipiga vizuri, unapata inaleta changamoto kiasi. Okay. So maybe tukiuliza, wewe ameelezea jinsi alianza kuimbaji. Wewe ulianza vipi? Okay, mimi uimbaji nimeanza nikiwa standard 4. My father is a pastor. So at that time when I was
I was given that opportunity to introduce myself before people that I am a son of pastor. So nilianza kugain hiyo courage, nikaona kuliko tu nikuwe ati ninajiintroduce, let me also do something useful in the house of the Lord. So my father also motivated me nianze na uimbaji. So nikaanza na uimbaji, and then nikakuwa na ile desire ya kukua kama yeye, kuhubiri na kufundisha watu. So ikapata wakati naendelea na mahubiri, I gained that courage. I also spend a lot of time wakati anaenda kwa maombi ya kufunga na I follow him. Wakati anaenda labda kwa crusade, ataenda na mimi. So nikafuatilia pole pole, nikaona hata mimi naweza kuwa like my father. So that spirit ikaanza tu hivyo kugrow. So the more naendelea ku gain that confidence speaking before people, pia naendelea kusoma Biblia na mafunzo, nikaona let me also go outside to preach the word. So kuanzia kwa hiyo uimbaji nika gain confidence, nikatoka nje kwa evangelism, so now I can preach comfortably. Okay. Sawa. So how do you balance mwanamke wako na familia, kazi ya kanisani na pia kazi maybe ya nyumbani wewe? Amen. Susan. Okay, unajua hizo mbili zote lazima pia uweke ikuwe sawa sawa. Ya nyumba pia ujue time yako ya nyumba, na time ya kanisa pia lazima, juu huwezi acha Mungu kwa sababu ya mume wako tu uangalie, na huwezi angalia mume wako tu na uache Mungu nyuma. So wakati mwingine ukipata time, maybe nikipata time wakati niko home yako job, ninakimbia church naomba, ama wakati mwingine mostly tunakuja hapa Saturday practice, na mgoja wakuje ndio tuingie practice pamoja. Okay. Na wewe changamoto zako ama how do you balance hizi vitu vyote? Okay, for me Paka kazi, job, boss anakupigia simu, boss. For now kazi yenye nafanya ni like self-employed. So I do najua vile nda balance, bora nikuwe na kitu yenye inaweza ni keep moving, sina shida na kazi. Penye tu kwa kubalance mambo ya kifamilia na mambo ya Mungu, I'm based on jinsi maandiko inasema kwamba you seek first the kingdom, other things will just run smoothly. So I find myself nifanye kwanza kazi ya Mungu sana. So wakati ninakuwa nahitaji, I have a desire, when namwambia tu Mungu sasa ni hivi, nikirudi kazini na balance vitu, napata njia zinafunguka. So mimi napenda kwanza nimfanyie Mungu kazi, the remaining time nitapata nayo. So I serve also my family. Thank you. So jina ulisema ni? Levi Setiang. Hetiang, thank you so much. Na Susan, nawatakieni mema katika uimbaji, nawatakieni mema katika safari yenu ya ndoa sana sana, na natakieni mema katika kuelea watoto wenu. Sawa sawa. Si mmebarikiwa na watoto? Amen. Wawili. Wawili. So najua utaongeza wakwe mingi. Unajua uko 12 tribes of Israel. Yes.